Sehemu yetu ya pili ya taarifa kwenye KTN leo wikendi. Pale Rais Uhuru Kenyatta alipotangaza kwamba kufikia mwaka 2022 ni sharti Kenya iwe imetokomeza ukeketaji, ilitarajiwa kwamba wadau kutoka sekta zote muhimu yakiwamo mashirika yasiyokuwa ya kiserikali wangeshirikiana na serikali katika kufanikisha ajenda hiyo. Katika kaunti ya Tharaka Nithi, mojawapo ya maeneo yenye visa vya ukeketaji kwa wingi, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yameungana kwa pamoja na serikali na waliokuwa wakeketaji katika kusambaza injili ya uasi wa mila hiyo. Anavyoripoti mwanahabari mwenzangu Tharaka Nithi, familia nyingi zimeanza kuchangamkia tohara mbadala isiyokuwa ya kukatwa kwa visu na nyembe. Sara Kajira aliye na umri wa miaka 47 alikuwa mkeketaji wa wasichana katika miaka ya hapo mbeleni. Baada ya kukeketwa, alikabidhiwa kisu cha ngariba na wazazi wake waliokuwa na lengo la kuendeleza mila hiyo ya ukeketaji na wakeketaji katika familia. Familia yetu ilipenda ukeketaji. Nilikuwa wa kwanza kwetu kukeketwa, kisha baadaye nikawa mkeketaji. Ila baada ya kushikilia kisu hicho kwa muda, alianza kushawishika dhidi ya mila hiyo. Na baada ya kupata mafunzo ya dini kuhusu umuhimu wa kuyatunza na kuheshimu maisha ya wasichana, akaamua kujiondoa kutoka shughuli hiyo. Kutokana na mikakati na juhudi za shirika la Child Fund ambalo limekuwa mstari wa mbele kutoa hamasa kuhusu mbinu mbadala za tohara isiyokuwa ile ya ukeketaji wa visu na nyembe, limepiga hatua muhimu kufanikisha juhudi hizo. Wasichana wapo hapa kufuzu baada ya kupokea mafunzo maalum yaliyonuia kuwavusha daraja la rika pasi na kukeketwa. Shirika la Child Fund limekuwa likiendesha mradi huu tangu mwaka 2018 na kwa ushirikiano na Wizara ya Usalama wa Nchi wamekuwa wakilenga kutokomeza kabisa ukeketaji kutoka kaunti ya Tharaka Nithi. It is our responsibility to protect our children, to nurture their dreams, to see to it that they have become the people they have ever wished to be. You are told that you should have a high self-esteem, you should not have a low self-esteem. Believe in yourself and trust that you can do it. And we are also taught the importance of education. Wameimarika kabisa, wamejua adhari ambazo ziko disadvantages ambazo ziko kwa FGM, na to be honest they are very proud of wakiwa jinsi walivyo. Ukeketaji, ndoa za mapema, mimba za mapema na wasichana kutomaliza masomo yao ni baadhi ya changamoto kuu zinazowaandama wasichana katika kaunti ya Tharaka Nithi. The only way we can sustain this war and this fight is if we ensure that both the formal and informal mechanisms are working together and are bonding together and are fighting the same role and the same goal and working together to ensure that the child is well protected, especially the girl child. Inatarajiwa kwamba kupitia mpango huu idadi kubwa ya wasichana katika kaunti ya Tharaka Nithi wataokolewa. We have trained 65 teachers as school-based child protection champions who have been spearheading the formation of child rights clubs in schools. We have a total of 32 child rights clubs with a number of 1,050 children participating in these child rights clubs. Child Fund wamefanya kazi kubwa sana, ni kwa sababu wametafuta champions in every location, wametafuta every sub locations, tunao ambao wamewakilisha, na every maybe units per every area units kuna mwakilishi ambaye pia amewakilishwa. Tuna area managers pia ambao wanafundishwa na our Child Fund, na wote wamehusishwa ili tuweze kupunguza hii. Baada ya kufuzu, wasichana watarejea nyumbani wakiwa na majukumu mapya ya kueneza ujumbe wa tohara mbadala kwa kusisitiza haja na dhamani ya elimu. Tharaka Nithi, KTN News.